mwenyewe. Sema kujipenda mwenyewe. Unajua ni rahisi sana kusoma Biblia. Nilifundisha wiki ya ndani kwamba tunaisoma Biblia, atuisome Biblia ili tuifundishe. Tunaisoma Biblia ili tuiishi. Hebu rudia tena, sema atusome Biblia ili tuifundishe. Atusome Biblia ili tuihubiri. Tunasoma Biblia ili tuiishi. Na wampe Yesu maisha yao kwa kuona maisha yetu sisi. Huo ndio wokovu. Kwa hiyo wokovu si tu kwa sababu nasema Mathayo, Luka, Yohana. Biblia inasema Yesu hakufundisha chochote kile isipokuwa yeye mwenyewe amekifanya. Katika Luka 1, katika kitabu cha Mathayo ya Mitume sura ya 1, nasoma pale. Naomba mtu mmoja anisomee Mathayo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1. Mtu mmoja mwenye sauti nzuri asome haraka hapa. Mathayo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1. Maandiko matakatifu yanasemaje? Kitabu kile cha kwanza naliandika. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika. Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Okay, inatosha. Naliandika kitabu cha kwanza. Nilikuandikia kitabu cha kwanza mtukufu nani? Teofilo. Sasa Teofilo nilikuandikia mambo ambayo Yesu alianza kuyafanya. Alipoanza kuyafanya ndipo akaanza kuyafundisha. Nasema Biblia hapo. Kwa hiyo ukifundisha kitu ambacho hufanyi, kwa maana nyingine wewe ni mnafiki, yani unaigiza. Lakini katika desturi ya katika habari ya Wayahudi, neno rabi au raboni au mwalimu wa kisheria alikuwa anafanya, wanafunzi wanafuata kile anachokifanya. Na ndio maana hata Yesu alitumia mfumo ule ule wa kukaa na wanafunzi. Alikuwa wakiamka saa 12 wanaamka saa 12. Akilala wanalala. Akienda kufunga wanaenda kufanya nini? Kufunga. Na ndio maana akawa tayari akafa kwanza ili wengine wafuate wafe na wao. Hii tuko sawa sawa eh? Kama Yesu asingekufa, Petro asingekufa kwa ajili yake. Kama Yesu asingekufa, Paulo mtume asingekufa kwa ajili yake. Kama asingekufa Yesu, bado wakina Polycarp askofu wa kanisa la Simina asingekufa. Watu wengi wakina Tomaso waliokufa kule, waliochinjwa kule India asingekufa. Kwa hiyo kiongozi anaongoza njia ili wengine wapitie. Amina. Hiyo tuko sawa sawa. Hebu sema Ukristo ni maisha. Ni maisha. Sio ujuzi wa kiakili. Sio ujuzi wa kiakili. Kwa hiyo nisikilize kwa makini sana. Ni rahisi kusoma Biblia lakini si rahisi kuishi. Hii unayosema hivi, unasoma kila siku. Sasa siku za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda nini? Wenyewe. Una nguo 20 ndani kwenye kabati lako. Maskini anamuona kabisa, yani hana cha kuvaa. Lakini kwa sababu hauwezi kuliishi neno, unamwacha tu. Nabii asema, uliniona sikuwa na nguo. Wakati wa siku za mwisho alisema hivi, siku za mwisho wakati Kristo atakapokuwa anafanya hukumu, atawaambia njoni kwangu enyi mliobarikiwa na Baba yangu, mkaulisi uzima mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wakasema sisi tulifanya nini? Tumefanya nini haswa Yesu? Yesu anasema hivi, nilikuwa na njaa mkafanya nini? Kanilisha. Sikuwa na nguo mkanivisha. Ni maisha ya kawaida. Amina. Hii tuko sawa sawa eh? Maisha ya kawaida. Na mambo ya kawaida ndiyo magumu. Kwa sababu hata ndoa mara nyingi hawagombani kwa sababu ya mambo makubwa. Wanakofishana kwa vitu vidogo. Mambo madogo ndiyo magumu kuyafanya. Na ndio maana Yesu akasema, ukiwa mwaminifu katika neno lilo dogo sana, utakuwa mwaminifu katika lilo kubwa pia. Kwa hiyo Mungu anampima mtu kwa jambo dogo. Holy Ghost. Hiyo tuko sawa sawa. Amina. Kwa hiyo Mungu anampima mtu kwa jambo dogo, na mambo madogo ndio magumu kuyafanya.